Wewe mwanamke. Jina langu. Na ni jina lako kweli ni wewe mwanamke? Nafikiri kuna lingine. Au Jamila alikustahili hata. Yaani mama tuishi humu ndani kibabe. Nitoke kwenye mizunguko yangu huko, chakula hakuna, kule kote nishapekua hamna. Vingu viko empty. Kwa hiyo unaamua kuniona na njaa. Kwani ukifa wewe ndio kwanza kufa? Kifika mbande kutana kuna wengine uruti. Asante. Basi kuanzia leo mundani hakuna kula. Sikiliza. Sumeamua kutokupika? Nadai talaka yangu hapa. Maana nimechoka, siawezi. Nipe. Una akili nzuri. Tena za kuenea kabisa. Hamna shida, kama unadai talaka mama nitakupa. Nipe sasa. Talaka? Maandishi tu. Yaani sina hata shida na wewe tena. Yaani hata sikuhitaji sikutaki. Nisikilize kwanza mama nikuulize vizuri. Una miezi mingapi hapa? Miezi mitatu. Miezi mitatu niko feta. Nimechoka, hata mwezi mmoja mtu anachokaga naenda. Vizuri sana. Yaani hiyo mitatu mimi naona kama ni miaka isiyohesabika. Mama unadai talaka, tulia sasa. Nipe sasa talaka yangu. Miezi mitatu umefaa hapa ndani. Laiti ingekuwa ni miaka mitatu, afadhali ungerudisha hata milioni 2. Napata vizuri. Sasa maskini ya Mungu ni miezi mitatu. Sawa sawa na mahali ambayo mume wako mliomalizana huko yameisha. Sawa? Sasa mahali ya mume wangu yanakuhusu nini wewe? Sasa hivi kama unahitaji talaka, maskini ya Mungu kwanza tushaka miezi mitatu, bado tulia kwanza. Kama unataka kunitesa. Sitaki mateso mimi. Nipe talaka yangu nikupishe talaka mambo yako. Talaka nakupa lakini utishe mali yangu ya milioni 5. Unadai talaka? Nakupa talaka milioni zangu kama unachotaka. Kwa sababu hata ule wa kwanza umepata ujasiri wa kulipa 300,000. Hela ya ujinga tu. Sawa? Na kumuona kama afai. Kumbe maskini wa Mungu wewe ndio korogateri kila siku. Hivi hayo. Wewe tahirani? Hivi hayo tunayasema kwa kuko na akili zako timamu. Kwa sababu zinatua na ndio maana nimekumba laki zangu 5. Milioni 5. Milioni 5. Yeah. Kwani pesa inaweza kauza mtu? Uona story. Pesa inauza mtu. Unanitesa, unaninyanyasa kwa sababu ya pesa. Ungebaki kwenu nikaje hapa mwenyewe. Kwa nini umekuja hapa? Kwa sababu unaninyanyasa ajili ya pesa milioni 5. Nimekununua ndio maana uko hapa. Pesa inunui mtu. Nisikize vizuri. Laiti ingekuwa pesa inunui mtu, usingetoka kwenu kaja hapa. Umekuja kwa sababu ya pesa yangu mimi nimekutoa kule. Sasa maskini ya Mungu tusingoje kubisha. Umeshakaa hapa miezi mitatu. Milioni 5, jitahidi tu 300,000. Usipanakia milioni ngapi na laki ngapi? Alafu nirudishie, nikuandikie talaka wewe. Hapa bado unakesha na mimi. Manake nife juu ya hizo pesa zako. Hayo ya nusu. Gari za bure ziko. Utaenda mbali. Yaani mimi hayo ya kufa maskini ya Mungu ya nusu. Kwanza nisikilize vizuri. Toa mkono wako hapo niangalie huko. Niangalie vizuri. Ndio tutaongea vizuri. Niangalie hapa na kutazama simu. Kwa sababu simu haikuhusu, huko unaongea na simu. Kwanza maskini ya Mungu kila mwezi kama sijasahau unatumia laki. Angalia huko unatumia 100,000. Haina haja ya kuangalia. Sasa ndio kayo sasa unajua kama kila mwezi unatumia 100,000 ya mahali. Sasa hesabia miezi ambayo utaishi hapa. Au miaka ambayo utakayoishi hapa kwa kusema milioni 5 ziishi. Labda unifunge kamba kwenye miguu au kwenye mikono. Sawa? Au unafanya na kitanda cha mbao, ni cha chuma ndatia mnyororo pale na tia na kumguu. Sawa, na ndio utakumeweza. Na kama kufanya hivyo, pesa zinunui mtu. Wewe kunguru wewe. Pesa zinunui mtu. Na kuanzia leo unaenda unafunga portail na ufungue peleke. Usiachagi wazi. Ndio nitakuonesha cha moto kana mimi ni mwanamke. Wewe sijui kama uko hivi masikio yako yanafunguka vizuri. Utayafungua. Morogoro. Wewe jidai vizuri ngo milioni 5. Subiri, nitakuonesha cha moto. Mwanangu. Kweli nina furaha sana kuona na familia yangu. Na yaani maana na washinda watoto zangu. Nafurahi sana. Alafu na wale natoka kuambia wasema zangu kule kuhusu sherehe yenu. Lakini tu
Sikupata taarifa ya yaani maki sijui taarifa ya tariki ya sherehe yenu. Alafu siku mwambie kitu. Hiyo siku mwanangu nacheza hiyo siku. Alafu siku naimba hivi. Naimba kama mziki mkishalimbaga. Ile kasema mkishalimbaga. Gani ile amana mfasha? Ama ya kila mmoja mmoja. Subiri wewe mtoto. Ipi hiyo sasa? Wende ushina mme uliyempenda. Ndio. Kiwe mkishika maana. Hapo kwa bega kwa bega. Au vipi? Hapo sasa hapo. Lazima nitapatia mbembo kabisa. Inshallah. Sisi tulikuwa tumepangilia Ijumaa tarehe 15. 15? Afisa ule mzee Said ule usomoni Said ule mzee Said ule. Ule mzee Said. Kwa ile barabara ya pili. Alinipaka. Sijui naitwa nini haka. Eti ndamtilia. Mjomba. Hapa juu yake. Asikajua kweli. Ni flash drive mjomba. Sasa ndio akanipa sasa tutamtilia singo wende ushina. Inshallah. Kiwa mkishikamana bega kwa bega. Yo naipendaga sana. Najua. Mimi napenda kuimba sana. Sana tu. Kwa vita 15. Naam. Ni uhai tu ala tufikisha. Inshallah. Naam. Inshallah. Ala tufikisha kabisa maana nafurahi. Gacheza. Ndio ipo tukua pangilia mambo ya sherehe unajua yanavyokuwa. Lakini inshallah Mungu ataweka wepesi. Naam. Lakini hatuinvite watu wengi, just kiasi tu, familia watu wa karibu. Naomba swali. Naomba swali. Shukuru swali bwana. Binamu yako huyu. Unataka swali? Si tukupe swali au ndio uko na swali? Jamani mwache tu swali. Mwache tu swali gani huyu? Naomba salamu jamani please. Haya. Mama uliza. Swali gani hiyo? Papa, nilikuwa naomba siku ya ndoa ya Aunti Yasini na wewe funge ndoa na Aunti Shamini. Papa. So sikia nini unasema? Aila. Haya natoka wapi? Mtoto. Mtoto. Mjomba. Naam. Imekuaje? Mtoto mimi sijui tu gani mtoto. Mjomba papa. Wanapendana. Wanani? Papa. Na nani? Na Aunti Shamim. Mjomba. Bwana mtizama, acha kwanza mtizama mtoto unamtia hata uoga. Mjomba. Mwana. Shamim. Imekwaje? Shamim hilo cheko. Aunti Shamim wanacheka. Aila. Hadi unajua nini? Mimi picha nilikuwa nishaipata ile tu. Unajua watoto wa Kirundi tupenda kupeleka mambo yetu juu sana. Lakini picha kabisa nilikuwa nishaipata kamili. Anyway, jambo la kheri. Unajua zinakuwa familia zimeingiliana. Mjomba mbona usemi? Sina kusema usisikia. Anasema ndugu wako. Sina kusema. Kheri inshallah basi Aila. Kwa hiyo unataka harusi yangu mimi iwe siku moja pamoja na mjomba? Yeye na Aunti Shamim. Siku moja. Basi. Mjomba, una kipingamizi hapo? Bwana kwangu sioni tatizo. Kwa ndo mmefurahiana, unaonaje? Mimi kama mimi also sina kipingamizi. Maana tunawauliza kuna meko na jibu wote wanacheka. Hawajakataa, hawajakubali. Hiyo unajua ni issue nyingine tena. Ni issue nyingine hapo zimeingiliana. So, itabidi tuchukue time. Hamna tatizo wala sio cha muda, ni vitu tunaweza kufanya siku moja. Yatakuwa. Asante. Naongera na usijali mambo yatakuwa vizuri, sawa? Utafurahi hapo? Amalia. Samahani kidogo ndio tumekaa tunazungumza kwa mimi. Kama maindi yangu haipo kabisa. Hivi. Unajua wakati tuko huko
tumekaa katika kikao. Kwanza nimekuwa kama mtu umezidi ukali, sio kawaida yako. Alafu na kitu chenye unazungumza kimenichanganya, kimenipa maswali. Hata yeye niendelee kujiuliza maswali wakati wewe uko hapa. Ni kitu gani? Kuna kitu ambacho unazungumza ya kuwa kabisa hajawahi wala hamkuwahi. Wakati mimi najua Anas ndio mhusika. Wewe mwenyewe ulipatia ukweli from the beginning. Alafu hata na yeye mwenyewe akaja hapa yale. So, lakini leo umezungumza kabisa kitu ambacho tofauti sana. So, kwani hivi umesahau tulichoaliana? Mimi na wewe. Yeah. Umesahau hadi tulipeana. Hakuna ambaye atajua Alia ni mtoto wa nani kinyume na wewe. Ndio baba yake atazaliwa na jina lako, atalelewa na wewe na mpaka kisa takuwa ni mtoto wako. Sasa aje nikubali hicho kitu au niseme kama ya sawa iliendeka hivyo Anas? Yaani kwa ufupi Alia hahusiki na Anas, simjui. Maisha ya Alia ambaye anajulikana na famika ni baba yake ni wewe. So niko tayari kwa lolote lile ionekane basi nimedanganya, nimejizingisha mimi mwenyewe kitu kikubwa hicho sababu ya maisha. Sijali sababu ahadi yetu nimeithamanisha na umeshanisaidia mengi, na vile vile Anas hana uwezo wa kuwa baba yake na Alia. Hastahili wala hana daraja hiyo. Na kwa sasa mimi nimeshamsahau katika maisha yangu. Hata kile kitendo nimeshakisahau. Baba yake na Alia ni wewe. Basi ndio maisha ambayo nayajua mimi. So mambo mengine sitaki kuyajua, na leo nimesikia nachanganyikiwa sababu anataka kuniletea mambo ya urofa, ongee vitu ambavyo vifai wakati tuliongeaga nao nakumbuka kama mwenye alichotufanyia. Sasa leo inakuaje? Leo imekuaje? Yaani simjui. Kama na matatizo yake ni yeye mwenyewe, mimi sijali. Akae mbali na mimi, kae mbali na mtoto wangu na familia yangu basi. So nashangaa kwa siku ya leo aje tu atuitisha, kuitisha wewe na wewe kweli unamkubalia na unajua leo kuja kufanya hapo ulikosa kumua na fushete pale. Yaani hakunijali niko na mimba. Kwanza nilimtupa kama mbwa nje ya nyumba yake. Hakunijali nilivyoza. Hakujali chochote kuhusu mimi. Eti leo sasa ndo tusameane, leo ndo mapenzi, leo ndo sijui Uislamu, utu, ndugu, ubinadamu. Alichonifanyia mimi ni ubinadamu, si ni unyama au nasahau? Amalia. Yaani kwa kweli hivi akikuitisha nini kama ni kusameana, subhanallah sisi ni Waislamu, nimemsamehe, lakini aikae mbali na mimi na mtoto wetu. Kama ni msamaha baki nawe, nimemsamehe basi, lakini na maongezi sitaki naye. Au unamsahau kweli anasikisa alivyo? Anakuambia ndiye mwenye mtoto wa roho mbaya, ni mbaya kama sura yake mbaya, anavidhihirisha na anavikubali. Kama pale angekuwa na turekodi ili apate ushahidi, sisi tunatamka kabisa Alia sio mtoto wako, ni mtoto wake yeye na vilotokea vyote, ili ataende kukoti approve na unasikia na mama yake amesema iliendeka hivi, kwa hiyo ni mtoto wangu. Aje unasema kwanza alichokufanyia wewe kwanza na Asma. Yaani katika maisha yetu ni nuksi tu, kwako wewe, kwangu mimi. Yaani please tunaenda mbali. Lakini nataka kuone usini hata uitika wito wake please. Hata akikuitisha tena akwambie kwa jina la Allah kila kitu, na wewe utamwambia kwa jina la Allah sitaki kuonana na wewe. So unajua mimi na wewe kila siku inakuwa ni furaha. Kila jua napochomoza hadi ninavyozama. Na lengo langu alikuwa hilo kabisa. That's why nimesema haina maana kuendelea kujiuliza maswali wakati mama Alia wangu huko. Sawa. Asante kwanza. Naongera sana. Ndio hivyo habari za Nasia. Tachana nazo kabisa. Na hilo jina nisisikia hata linatajwa. Halina maana katika maisha yetu. Mimi ndio papa Alia.